Aidan, unaendeleaje? Umenipa wasiwasi mwenzio, maana tangu tulivyowasiliana usiku sikupata tena. Samahani sana mpenzi, nilishindwa kukupa taarifa kwa wakati. Hata hivyo nilipanga nikitoka hapa nije huko nyumbani. Imekuwaje tena Aidan, mbona unanitisha? Karen, simu yangu imeibiwa alfajiri ya leo. Leo niliwahi sana kuamka kwa sababu ya kuja kuwahi maji. Najua siku hizi mbili chelewa tu nakuta maji yameshakauka. Sasa wakati nakuja nilikutana na watu wawili, walikuwa na mwendo mkali kidogo. Mimi nilidhani wanaelekea katika shughuli zao, lakini baada ya muda walirudi wakanikaba. Wamechukua kila nilicho nacho. Wezi ya nini? Nilikuwa na akiba shilingi 600 na imeenda mwenzangu. Pole sana kipenzi. Vipi lakini hawajakuumiza? Hapana. Wala hawajaniumiza. Kweli? Kweli. Niko sawa. Basi vizuri. Kuhusu simu usijali. Tutafanya mpango hata usi ndogo kama iliyopotea. Wow. Asante. Usijali. Leo tuendelee kumwagilia. Karen, unafanyaje? Tunapigia tu jamani. Hata mimi nije hapo funga. Utachafuka. Basi leta tumwagilia wote. Ndio bana. Mbona mapema sana? Au naumwa? Aidan. Una nini mpenzi? Mbona unalia? Karen, naumia sana moyoni mwangu kuona nashindwa kutimiza majukumu yangu kama mwanaume. Aidan wangu, haya ni mapito tu.
wewe ndio faraja yangu. Nikikuangalia naiona nuru kubwa sana. Nakwambia kitu Karen, kwa hii hali nilionayo sikutegemea kabisa kupata mwanamke mzuri, mwelewa na mvumilivu kama wewe. Binafsi najiona ni mwanaume mwenye bahati sana. Aidan, nisikilize mpenzi wangu, moyo wangu umekuchagua wewe. Naahidi kukupenda, kukuheshimu, kukujali na kukuvumilia kwa hali yoyote ile. Nikwambie kitu Aidan, wewe ni tajiri sana, una akili kubwa na mawazo ya mbali sana. Karen, hivi nahisi tunaweza kutoka kwenye umaskini huu. Gani? Yaani kama unanidai figo. Sina shida, sina muda wa kupoteza. Shikamoo mama. Hivi mimi nimeoa mwanamke au shetani wa makaburini? Hebu naomba niambie, pesa nilizokupa kwa ajili ya ada ziko wapi? Si nimelipia ada. Au uliniambia nenda shopping? Kwa hiyo ulizani mimi nimeenda benki kumlipia huyo ada? Huo uharibifu wa pesa mimi sitaki kusikia. Kwanza wa kusoma mwenyewe yuko hapa kwa akili ipi yani? Na anasoma ili agundue nini? Mifereji au mitaro? Nyamaza! Fedhuli mkubwa wewe. Yaani mimi kumlipia ada mtoto wangu imekuwa ni uharibifu wa fedha? Ama kweli nimeoa mlinzi wa motoni? Oh, kumbe ulikuwa ujui. Maskini wewe. Umechelewa sana kujua. Sasa acha nikwambie ukweli. Ni kweli mimi nimeenda benki kumlipia mdogo wangu ada. Na sio iko kikatuni chako. Uko baba. Nisikilize kwa makini wewe. Wacha kunipanda mimi kichwani. Jati hapa ndio kwake. Na wewe ni mpita njia tu. Naondoka. Ubaki na huyo malaika wako. Toka bwana uondoke. Na usisahau kumpigia pumbavu mwenzio yule. Sitaki kuwaona hapa. Mengine yanauma na choma, usiombe akukute. Hapo wabaya wenye chuki zao lazima wakufute. Utaishi vizuri. Sawa. Naelewa jinsi gani unavyojisikia, lakini sijui nikusaidieje.
maana nimejitahidi kuongea na Karen lakini nimeshindwa. Tafadhali Kalo, chini ya miguu yako. Mimi naamini bado hujachelewa, unaweza ukafanya kitu. Nakuomba. Sijakataa kukusaidia na sio kwamba sijui jinsi gani wewe unavyoumia, naelewa sana, lakini tatizo Karen ndio hakutaki, sio mimi. Tunafanyaje? Nimejitahidi sana kushindana na moyo wangu, lakini nimeshindwa. Siwezi Karo. Pole sana. Karibuni. Asante. Karibuni. Nathan, habari yako? Shemeji. Niambie. Sasa hizi. Salama. Uko poa? Mimi nashukuru sana Mungu, naendelea vizuri. Karibuni. Mengine yanauma na choma, usiombe akukute. Hapo wabaya wenye chuki zao lazima wakufute. Maumivu ya moyo naumia, mateso nayopitia naangamia. Sio kama hawaoni, ila kwangu kiza usiku